hata milele. Ni umbali ulionitoa Bwana, unanibidi nikuabudu, unanibidi nikutukuze. Umenilinda siku zote, sina budi kuinua mikono kukumbukia rehema zako zadumu hata milele. And I shall love God and be washed in Jesus' blood, making me and hair will be upon me. So when he I praise the Lord, baby, this shall be my song. I'm a happy millionaire. And I shall love God and be washed in Jesus' blood, making me and hair will be upon me. So when he I praise the Lord, baby, this shall be my song. I'm a happy millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. My father is rich in house and land, and I'm his heir. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a happy millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. My father is rich in house and land, and I'm his heir. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a happy millionaire. Lord, I'd rather worship thee with the people who are free than to own the world with all its newest ways. Preaching grace beyond recall, for my Father owns it all. I'm a happy millionaire. Lord, I'd rather worship thee with the people who are free than to own the world with all its newest ways. Preaching grace beyond recall, for my Father owns it all. I'm a happy millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. My Father is rich in house and land, and I'm his heir. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a happy millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. My Father is rich in house and land, and I'm his heir. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a happy millionaire. Farewell, all my pilgrims, let's be binded in this grace of and marching to Zion, my promised land. I'll be sharing with my darling some
sledding song. I'll be happy millionaire. When all my pilgrims left behind in disgrace, often marching to Zion, my promised land. I'll be sharing with my love and some flower sledding song. I'll be happy millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. My father is rich in house and land, and I'll be sad. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a happy millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. My father is rich in house and land, and I'll be sad. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a happy millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. My father is rich in house and land, and I'll be sad. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a happy millionaire. One, two. Emechando emenge eyera kobue toichana torera botuko oyomito marira kagotonya emambia engianeche omanene nerobota mera emechando emenge eyera kobue toichana torera botuko oyomito mariga kagotonya emambia engianeche mareba korera korwa sechinga getari mareba kogo sonda konyegeri wano mobe moneno basesenyo bamenterene chinguru Inchenayo ire yeso koro yane ya kenderera Bareba korera korwa sechinya getari Bareba kogo swanda konyegeri wano mobe Moneno basesenyo bamenterene chinguru Inchenayo ire yeso koro yane ya kenderera Omanchani waye yeso higo borobunge Obenya evirema Obenya nemeuko Amarwaira mange yeso ere oyagwenya Obenya ore ange koro yande yasemeria Omanchani waye yeso higo borobunge Obenya evirema, obenya nemeuko Amarwaira mange yeso ere oyagwenya Obenya ore ange koro yande yasemeria Mareba korera korwa sechinya getari Mareba kogo sonda konyegeri wano mobe Moneno basesenyo bamenterene chinguru Inchena
Yesu koro yane yakenderera bare bakorera korwase chinyagetari bare bakogo swanda konyegeri wanomobe moneno basesenyo bambenterende chinguru inchenanyorire Yesu koro yane yakenderera bare bakorera korwase chinyagetari bare bakogo swanda konyegeri wanomobe moneno basesenyo bamenterende chinguru inchenanyorire Yesu koro yane yakenderera bare bakorera korwase chinyagetari bare bakogo swanda konyegeri wanomobe moneno basesenyo bamenterende chinguru inchenanyorire Yesu koro yane yakenderera. One, two, mic testing, 1, 2. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hebu na mtupungiane mikono pale nyuma. Asante. Tulisema kwamba hatutakuwa na vipindi jioni ya leo, lakini ningependa sana kumruhusu pastor kwa dakika 10 tu, ili kwamba atakaposimama baadaye itakuwa ni kutupigia tu kwa heri. Na wale wakishamaliza kutoka pale katika ubatizo watakuja hapa, kutakuwa na vipindi ni kupokea wale ambao waliobatizwa na baadaye tuweze kuaga Waithaka. Na kwamba tulipokea tabarua kutoka kwa uongozi wa stand hapa pamoja na wenyeji wa Waithaka, huku wakitaka kwamba tuweze kuendelea aghalabu kwa wiki moja tu, lakini najua kwamba Bwana ameruhusu kwamba tuweze kufanya kwa wiki hizi 2, na hivyo basi ni mruhusu sasa Pastor Abina aweze kusimama kwa dakika 15. Tuwe na nyimbo utapata kwamba kwaya imeshaingia ya Satellite New Life pamoja na Amo na Heaven Targeters pamoja na ile kwaya Morning. Asante na Bwana wabariki. Tunaomba. Asante mfalme na Mungu wetu, asante kwa wakati huu. Pastor anazungumza nasi, fungua mioyo yetu, mpe hekima na busara na neno lako liweze kudumu ndani yake. Asante kwa sababu umetenda, maana tumeomba kwa imani kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, ongeza sauti hapo. Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Hebu nione kwa ishara ya mikono. Thank you so much. Nilikuwa nimeahidi single parents kwamba nitawazungumzia, na wengi wameniambia kwamba pastor umetusahau. Sikuwasahau, nitawazungumzia kwa dakika 10 tu. Lakini hata hivyo nataka kushukuru sana waimbaji, nikianza pamoja na Poni ambaye ni solo artist ambaye ameweza kuimba hapa. Kisha nataka kupongeza sana na kupeana shukrani zangu kwa morning singers ambao wameimba hapa. Hao watoto walianza kuimba wakitoshana, huyu mtoto anapita hapa. Kwa hivyo huyu ni dada na ndugu yake. Wewe enda kwa YouTube hapo utaona vile walikuwa wanatoshana na bado wanaendelea kumwimbia Mungu. Kwa hivyo nashukuru sana kwa uwepo wenu hapa. May God bless you so much. And Naponi pia kwa sehemu hiyo ya uimbaji. Na wote ni vijana. Akikupendeza usiogope, uoga ni dhambi. Enda kwake mwambie hata kama ni kijana, nimekupenda. Give me your number. Hakuna shida. Kwenye imefikia saizi hao watu lazima tuwasukume ndio waoe sasa. Wengine hawataoa hivyo hivyo. Tunawasukuma kabisa mpaka sasa unaweza pata hata yeye mtu wake ako hapa lakini anaogopa hata yeye. Kwa hivyo chomoka mbele kabisa, unaweza pata kwamba umempata huyu. Unaona aje ukipata mtu anakuimbia kwa nyumba, so asiendelee namna hiyo itakuwa vizuri. Sasa ninashukuru Mungu sana. Single parents is a parent who bears the responsibility of bringing up children alone without the help of other partner. Yani mtu ambaye analea watoto wake peke yake.
Huyu ndiye tunamuita single parent. Yaani lakini kuna wamama wengine wanalea watoto ako na bwana lakini nikana kwamba ako single. Yaani hako na bwana lakini yeye ndiye anachali watoto, yeye ndiye anajua watoto wanakula namna gani, yeye ndiye anajua watoto wanaenda shule namna gani. Hapana, Biblia haisemi namna hiyo. Inasema kwamba huyu mtu ni yule ambaye ako peke yake. We have two type of single parent. Number one, those one who never being married. Yaani ule ambaye hakuweza kuolewa hata siku moja. Na wengine they were once married, waliolewa wakati mmoja, maisha ikakuwa jinsi vile ilivyokuwa, wakatoka. Those who have never been in marriage, wengine hawajaiolewa kabisa. Sasa huyu anapaki anakuwa single parent. Lakini hapa kwetu, those who had been married had single parents because of some reasons. Number one, divorce. Wewe uko peke yako, you are single because ulidivorce. Uliachana na mume wako, ukaachana na mke wako. Mwingine uko single parent kwa sababu mume wako ama mke wako alikufa dead. Mwingine imprisonment, wanaume wamekuwa sijui wamekuwa namna gani. Wengine last week almost 3 weeks ndio nilikuja hapa, nilimaliza makambi ya prison, Kisi prison, main prison hapo ndio nilikuwa makambi, na nilipata wanaume wako kwa chera wengi kuliko wanawake. Wanawake sio wengi sana kama wanaume, na wengi wakikuambia ni kwa sababu gani wako hapo. Defilement, wengine rape, mtu ana rape hata mtoto wake. Uko namna gani wewe? Ulioa mwanamke ukaona ako na mtoto. Mwanamke akakwambia mimi unataka kunioa, niko na mizigo, ukamwambia kwamba nimependa ng'ombe na ndama yake, twende tu. Si ungemwambia kwamba nimeona wanawake wawili? Si ungemwambia kwamba hata kama ninakuoa mimi nimeona mwanamke mwingine hapa ambaye ni mtoto wake? Sasa unaoa yeye tena unaenda kuoa mtoto wake. Wewe iko namna gani? Wanaume wako namna gani? Kupitia hiyo wengine wako kwa chera. Sasa wengine wako single parent kwa sababu watu walikosea wakaenda kwa chera wakafungwa wengine maisha. Sasa unafanya huyu mtu anabaki peke yake, anakuwa single. Halafu kuna wengine wako single parents kwa sababu gani? Kwa sababu they never been married. That's why they are single. Number one, kwa sababu gani? Wengine walilepiwa, mtu anaogopa wanaume kabisa, sitaki kuonana na mwanaume, anasema heri nikae. Wengine economy pressure, mambo imekuwa mbaya sasa. Economy yetu ni mbaya. Kama watu wanabeba sufuria wanapita hapa, eti maisha imekuwa ngumu. Mtu akiangalia namna hiyo anasema heri nikae. Naenda kukulea au mtu namna gani? Sasa wacha nikae. Wanawake nao wamekuwa expensive. Wanawake mtapaki peke yenu. Wacha nikwambie, wacha hiyo mambo. Mungu alisema, tulitufundisha kwamba you cannot stay alone. Uwezi kukaa wewe peke yako. Hawa wanawake wa siku hizi mko namna gani? You are very expensive. Unakuwa expensive kwa nani? Wanawake ukiona vyaelea ujue vimeundwa, nenda mkaunde. Sijui kama mnanipata. Nenda mkaunde. Hebu nione kama mnanipata jamani kwa mkono. Nenda mkaunde. Sasa mimi nataka kuuliza wewe namna hii. Uko msichana wa 25 years. Ama uko msichana wa 23 years ama 24. Umepata kijana wa uko msichana wa 22, 23, 24, 25. Umepata kijana wa 20, 25, 26. Alafu unataka akue na supermarket kama Quick Mart. Akili yako ni mzuri kweli? Anatoa wapi? Kwani ni alizaliwa lini akatengeneza Quick Mart? Alizaliwa nini akawa na magari hapa kwa barabara? Kama unataka mwanaume ako na magari na supermarket na manyumba kama hiyo, basi wewe unataka mwanaume wa mtu. Huyu ambaye aliamka mapema akatengeneza mali yake mapema ndio unatamani sasa. Huyu kijana lika yako alipata mali lini? Olewa wewe. Unaendelea kusema eti nilipata msichana mwingine. Eti utaolewa mpaka sasa eti pastor, siwezi kulima kwetu na niolewe na mtu analima. Wewe utakaa. Nakwambia utakaa utashangaa. Itafika saa 10 kama bado uko peke yako wewe. Nenda mkatengeneza. Mungu atawabariki. Sasa wengine wako single parent kwa sababu hawataki kuolewa. Niliwaambia namna hii wanawake, ukiona mwanaume amekuja, muangalie spiritually ako upright. Hata kama hana kitu, nenda
nenda na yeye, Mungu hatawainua. Amwe sema amen, maana hamtaki kuolewa. Nenda na yeye. My wife kama angenikataa sijui leo ingekuwa namna gani, maana nikimwoa sikuwa na kitu. Na miaka yote 19 nilikuwa namwambia nitanunua gari. Nimekaa miaka 19 ndio nimekuja kupata gari. Lakini hiyo muda yote nilikuwa namwambia, ndio sababu niliwaambia wanaume, hata kama nikudanganya bibi yako soanga si akwe afurahie, mdanganye. Afurahie leo, msongeza maisha. And that's all. Wengine peer pressure. Wengine hawataki kuolewa because of peer pressure. Biblia inazungumzia wanawake ambao walikuwa peke yao, the widow of Zarephath ambayo tunampata katika First Kings 17:8 to 16. Sitasoma fungu lolote, nimepewa dakika 15. The widow whose oil was multiplied. Second King 2:4 to 17. Hao wanawake kwa Biblia inawatambua, walikuwa kwa Biblia, lakini walifanya kazi nzuri na wakamfanyia Mungu kazi, wakamfanyia Mungu kazi. Halafu tuko na mwanamke mwingine, the widow of Nain, whose son was raised by Jesus Christ. Katika tunampata katika Biblia. Mwingine tunamwona katika Luka 7:36 mstari wake mpaka 37 hapo. Mwanamke ambaye alipaka Yesu mafuta, huyu mwanamke alikuwa widow, alikuwa single parent. The widow who give 2 cents, ambaye tunamwona katika kitabu cha Luka 21 mstari wake wa kwanza mpaka mstari wake wa 3. Mwanamke huyu naye tunamwona katika Biblia ambaye alijitolea sana kwa kazi ya Mungu, How did God care for them? Mungu anawajali namna gani? Lamentation 1 mstari wake wa kwanza. First, he regards them as empty and lonely. Mungu anawatambua kama watu ambao wako peke yao na wako lonely. Second, they were classified with orphans and strangers. Walikuwa wanawekwa katika hiyo category. Deuteronomy 14:29. They were not supposed to be sent away empty-handed by those who had something to give. Job 22:9. Huyu mtu kama ni mjane, hana mwanaume ama mume wake alikufa, usimfukuze, asiingie katika mlango wako na akaondoka bila kumpatia kitu chochote. They were to be respected. Hawa watu waweze kuheshimiwa sana. In fact, some men were eating widows houses. Matthew 24:14. Isaiah 10:22. This means that the men of that time, instead of helping the widows, took advantage of them widowhood, mwaso for sex. Wengine waliwatumia widows vibaya. Instead umsaidie, kwanza siku hizi hawasaidii. Wewe unamtumia vibaya, unamnyang'anya vitu yake. Wengine walifanya hivyo hata wakati wa awali, hata katika Biblia. Ningekuwa na nafasi ningesoma. Challenges single parents face today. Wanapitia mambo gani? The responsibility of raising children alone. Wako na shida na changamoto ya kulea watoto peke yao. Challenges of financial pressure as children go to high school, colleges and universities. Wanapata changamoto na shida. Watoto pale wanapoenda chuo kikuu, wengine high schools, wanapata shida ya kusomesa. Children, child discipline and especially teenager boys, wanapata shida ya kulea watoto. Ukiwa peke yako unapata shida ya kulea watoto sana. Hawa watoto wa kiume wakifika umri wao wa teenager. Loneliness, jameni, wanakuwa peke yao. Nobody to share intimate issues of life with. Hawana mtu wanaweza share na yeye mambo yao kama single parents. Sexual temptations zinakuwa nyingi kwao. Lack of legal service due to high cost of those service from lawyers. Wengine wako na makesi kotini, ukienda unapata kwamba ni wale wa mama ambao walipoteza waume zao ndio wako kotini, wamewekwa hapo na makesi na mambo mengine mengi sana. Explain to your children kwa nini uko single. Kuna wengine mtoto akikuuliza, "Mami, dadi ni nani?" Unamwambia, "Nitakuua." Usiniulize mambo ya dadi. Muelezee kwamba why are you alone?
Kwa nini uko peke yako? Sometimes your children could like to know why daddy or mom is not available. Kwa nini mama hayuko? Kwa nini baba hayuko? If your child asks you why you are single, please do not feel embarrassed or ashamed to tell him or her the truth. Mwambie ukweli. Kwa nini uko single? Wacha kusema kwamba baba yako alikufa na ako hai. Najua mama wengine unaishi peke yako, mtoto akikuuliza unamwambia alikufa, na huyu mtu wako akikuja kujua ako hai mtakosana. Mwambie huyu mtu ilishindikana kukaa na yeye, alishindwa kuwalea na mambo mengi. Lakini tena nawaambia kwamba wamama vumilieni. Wengine wako single kwa sababu walikosa uvumilivu, walikosa kuvumilia. When you are going for a walk and you are free, talk to them about that. Waelezee vizuri wakati mko na furaha, wakati mnacheka pamoja, mkienda kwa supermarket, mkienda picnic, waelezee. The child is when the child is reading a book about mother or daddy, waelezee. When the child asks you questions about the missing partner yako, kwamba ako wapi, mweleze. Explain calmly, mweleze vizuri and clearly without becoming arrogant. Wacha kukua mkali, mweleze kwa sababu gani uko peke yako. Let the children know that it is not by your fault that daddy or mom is missing. Mweleze ajue kwamba sio wewe, shida sio wewe. Kwa mweleze kwa nini you are alone. Kwa nini alikuacha? Why he left you? Divorcee, why did you divorce? Kwa nini? Mweleze. Ndio aweze kuelewa vizuri. Kama ulipata pregnant out of wedding, mweleze aelewe vizuri. If you are single, it's a sign of it is a sign of death that your children know kwamba baba yao alikufa. Waeleze vizuri. Hebrews 9:27. Assure your children, your child or your children, total care, support and concern in all things. Wanawake wale ambao wanaishi peke yao, sana sana hapa Kenya, wanawake wengi ndio wako single parents. Ndio wanaume wengi hawako single parents. Wengi ni wanawake. Let the children know your plans of him or her and your limitations. Ajue kwamba unapenda nini, unataka nini, uko na mpango gani na yeye, na unamgwashia maneno gani. Show them that they can be successful in this life even if one of the parents is missing. Waambie kwamba waelekeza kwa mifano mingine wale watoto ambao wamekuwa pia wazazi na wamekuwa successful. Wengine ni maroya, wengine ni principals, wengine ni nini. Waelezee kwamba they can make. Do not talk negative of men or women when your child is listening. Kama uliachana na mwanaume, wacha kuongea vibaya juu ya wanaume, kwani wanaume wote ni wabaya. Sasa unafanya msichana huyu anaona wanaume wote ni wabaya, hata yeye atataka sasa kukaa hivi, hataki kuona wanaume. Anasema hii kile kitu dadia alifanyia mami, ili nikae bila kuolewa. Wacha wewe, kama ulishindwa, wacha muombe mema na yeye akaende mbele na Mungu atamsaidia. Develop a positive look at life. Do not complain always. Usiwe ni mtu wa complain wishing that you kwamba hata ungekufa ama nini, ukufe umaacha wapi wewe. Vumilieni na Mungu yuko. Jameni, hata nimechoka, wacha niachie hapo. May God bless you in Jesus name. Sio mimi nitamaliza injili bwana. Hii ni nini? Kwa simama hapa mbele. Kwanza naongojea wa makambi hapa umoja. Kwa hivyo sina, wacha hii imetosha bwana. Kwa simama hapa mwanene to borabu. Muimbe wimbo wa borabu. Mwanene no borabu. Hapa mbele. Yatosha kabisa. Sitaongea tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
kidogo tu. Natumai kwamba tumefikia hapo katika vipindi, na baada ya hapa tutaanza rasmi nyimbo, tunapongojea kwamba wale ambao wamepatizwa waweze kupewa chakula pamoja na kupokelewa na kanisa. Kwa hivyo wanakwaya wa Satellite New Life pamoja na wenyeji wa Satellite New Life, sasa ni vizuri tuanze kuinteract na hawa wenzetu ambao wamebatizwa. Manake hawa ndugu ambao naona kwamba wanahusika sana pamoja nao wanaondoka kesho asubuhi. Ni vizuri kwamba tuweze kuwazoea hawa wenzetu ambao wamebatizwa katika siku leo. Kwa hivyo tutangamane kabisa nao, tuwajue one on one, ili kwamba tuwe tuna husiana nao moja kwa moja. Tunaimba wimbo wa Ekekusi ambao pastor amesema kwamba tuweze kuimba, ambao unasema kwamba Bwana ndiye mwanga wetu, kiongozi katika njia zetu, na atatuongoza hadi tutakapofika ng'ambo ama katika ufuo wa bahari. Asante, na Mungu aweze kubariki tunapowimba wimbo huo. Barikiwa sana. Satakombua ele kale nanje
tinko iruka ikyagera nabare korwa Mungu Yesu nere obora bobondene amasase ayare omoyo ne imbe amarenderi rumbere mechando tinko iruka ikyagera nabare korwa Mungu. Haleluya. Tulipokuja hapa tuliwasha taa ya injili katika sehemu hii, na kwa hivyo basi tunawasha taa katika mji wa Waithaka. Baba, sasa tunaimba wimbo wa washa taa. Asante wale wote, asante. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe watu wa Waithaka. Settle new life. Tupungiane mkono. Ni wangapi ambao wamefurahia sana kwa wale wetu ambao wamebatizwa siku ya leo? Bwana abariki. Sasa iwapo ulibatizwa leo na ulibatizwa wiki iliyopita, nyinyi pamoja ni wageni wetu na tunawapenda sana. Hivyo basi tungependa tuweze kula lunch pale katika basement ya Quickmart, hapo chini. Alafu tukisha kula tutakuja hapa uwanjani tuonyeshe upendo, tuwape vitabu, alafu tuwe pamoja tuweze kumaliza crusade yetu ya Waithaka. Bwana asifiwe. Tuliwasha taa katika mji huu na hata sasa tunawasha taa katika mji wa Waithaka. Wengi wanauliza kwamba hawa ni akina nani? Tunasema kwamba sisi ni kanisa la Masario. Washa taa zenu. Bwana awabariki kwa wimbo huo. Washa taa zenu, ulimwengu ni giza, mwanga uangaze na watu wamuone Yesu. Inueni taa zenu, weka juu ya kiango, siku ni za mwisho. Washa taa zenu, washa taa zenu, ulimwengu ni giza, mwanga uangaze na watu wamuone Yesu. Inueni taa zenu, weka juu ya kiango, siku ni za mwisho. Washa taa zenu, Yesu ndiye mwanga wa dunia, neno lake laangazia mapito yangu. Mbona sasa wastajabu, hawa ni akina nani? Kanisa la Masario. Washa taa zenu, Yesu ndiye mwanga wa dunia, neno lake laangazia mapito yangu. Mbona sasa wastajabu, hawa ni akina nani? Kanisa la Masario. Washa taa zenu. Washa taa zenu, jeshi la Bwana lasonga, punde italia parapanda ya mwisho. Pambano kuna mwisho, ushindi ni hakika. Wimbo ni wa washindi. Washa taa zenu, washa taa zenu, jeshi la Bwana lasonga,
mbona sasa wastaajabu, hawa ni akina nani? Kanisa la Masalio, washa taa zenu. Yesu ndiye mwanga wa dunia, neno lake laangazia mapito yangu. Mbona sasa wastaajabu, hawa ni akina nani? Kanisa la Masalio, washa taa zenu. Yesu ndiye mwanga wa dunia, neno lake laangazia mapito yangu. Mbona sasa wastaajabu, hawa ni akina nani? Kanisa la Masalio, washa taa zenu. Tutasalia hapo na alifiwa kwamba pamoja na kiongozi wa Setlet kwamba wengi wa waimbaji wa Setlet walikuwa wameenda pale katika ubatizo ndio wanaingia. Kwa hivyo basi sijui kama amo wako waweze kuwa tayari tunapoimba basi wimbo wa mwisho. Milimani na mabondeni waiongoza, and then tutamatch kidogo ili kwamba Bwana aweze kuinuliwa katika sehemu ya amjaona tukimatch kidogo, kwa sababu nyimbo zetu zina utulivu wa kipekee, kwa maana kwa sababu hiyo. Kwa hivyo watakuja baada ya wimbo huo, alafu tutawaelekeza vile itakavyoenda ratiba ya siku ya leo. Asante. Tutaimba hiyo wimbo, baadaye tutaimba wimbo ambao ni bado na kutumaini, bado na kutumaini katika tutakapomaliza. Kwa hivyo kuna mama ambaye amekuwa akirequest sana wimbo wa bado na kutumaini, tumepata request, kwa hivyo tutacheza wimbo huo. Tunaimba wimbo milimani na milimani mabondeni, baadaye tutaimba wimbo bado na kutumaini. Kwa hivyo msijali, tutawimba wimbo huo. Kuna mama ambaye amekuwa akifuatilia katika mitandao, na wengi ambao wamekuwa akifuatilia katika mitandao, wengine wakitoa requests zao za nyimbo ambazo wanataka kwamba tuweze kuimba, ikiwemo wimbo wa Omonene, nyimbo nyingi tu, na Bwana anazidi kutubariki kutoka sehemu hii ya Waithaka. Hivi leo tunafika tamati ya makilele mwa crusade yetu hapa, ambaye imekuwepo katika wiki mbili, na katika wiki hizi mbili tumebarikiwa sana, na Bwana ameweza kuinuliwa katika sehemu ya Waithaka. Barikiwe mnapopata nyimbo hizi kutoka hapa katika sehemu ya Waithaka. Yesu ni nuru, nuru ya ulimwengu wote, njia na uzima. Giza limetoweka maishani mwangu, ameangaza. Natembea nuruni mwake, sina mashaka, nina amani. Amenitoa utumwani na mwanga waniongoza. Yesu ni nuru, nuru ya ulimwengu wote, njia na uzima. Giza limetoweka maishani mwangu,
kipofu mimi sasa naona. Wengi wamekana mwanga na kupenda giza wataangamia. Ameniita mnyonge mimi Bwana anitegemeza. Fungua macho yangu Bwana nione mwanga nisimulie. Ninalojua nilikuwa kipofu mimi sasa naona. Wengi wamekana mwanga na kupenda giza wataangamia. Ameniita mnyonge mimi Bwana anitegemeza. Nitakwenda mbele, nitangaze habari njema, habari ya wokovu. Milimani na mabondeni waniongoza. Sitahofu wala kutikika, mwanga waniangazia. Nitakwenda mbele, nitangaze habari njema, habari ya wokovu. Milimani na mabondeni waniongoza. Sitahofu wala kutikika, mwanga waniangazia. Nitakwenda mbele, nitangaze habari njema, habari ya wokovu. Milimani na mabondeni waniongoza. Sitahofu wala kutikika, mwanga waniangazia. Wachache wakaipokea nuru iliyoshuka toka juu. Wako tayari. Asante. Ama youth ambao wako tayari, kiwapo mko tayari utaniarifu, alafu kama mko tayari basi our sister, we have solo artists hapa. Our sister Janice tayarisha wimbo hapo. Haya. Baada ya Janice akiimba wimbo wake, tutakuwa na vijana youth akina Brian pale ambao wameshika umbrella. Youth watakuja hapa, na mmeona kwamba tuko smart sana, tunaweza tosha mboga hapa katika kumachi harusi zenu. Kwa hivyo youth mjitayarishe sana. Brian, jiweka tayari. Kinyasa, jiweka tayari, maana yule mhubiri wetu wa Family Life yuko tayari, yuko nganga ili kuhakikisha kwamba hata katika harusi zenu amewabariki. Barikiwa sana tunapokuwa na wimbo huo. Baadaye tutakuwa na youth. Alafu nimepata tena kuna kitchen yetu hapa, wenyeji wamesema washa taa zenu. Kwa hiyo nimeingia sana. Tunataka tena uweze washa taa zenu. Wimbo huo ni wa kwanza sana kuimbwa hapa katika uwanja huu. Kwa hiyo basi waliwashika sana, walikuwa kwa watu waweze kuwasha taa zao katika eneo hili la Waithaka. Asante, tunabarikiwa kutoka hapa Waithaka. Tukipeana moyo nilipofikia karibu.
Asante sana, wanaingia youths wetu wa Settled New Life. Wanatubariki na nyimbo mbili hapa. Na baadaye nitakuwa nikiwaelekeza, kuna ile choir ya morning wako hapa. Baadaye pia tutakuwa na choir ya Settled New Life wanaendelea kupeana chakula, which is good. Na tutakuwa na mass choir ambayo ni ya Heaven Targeters Youths pamoja na choir ya Settled New Life. Ni waibie tu siri, tutakuwa tukiimba wimbo wa tangu nimjue Yesu na kumkaribisha moyoni mwangu. Sisi wote tunaujua wimbo huo. Kwa hivyo tutakuwa tukiimba wimbo huo pamoja sisi wote, hizi kwaya mbili ama tatu ama nne pamoja, tunapomtukuza Bwana.
haraka ama mtege immediately? Asante. Amo, amo. 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 Wache kwa wimbo. One, two. One, two. One, two. Check. Check, check. One, two, one, two.
me the way. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus soon will come. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus soon will come. He leads me day by day. He feeds me when I'm hungry, and heals me when I pray. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus soon will
choir. Church choir. Youths wote ambao wanajua wimbo huu, youths wetu wa church. Na tutasonga kidogo tunapokaribisha wale wote ambao wamebatizwa katika siku ya leo. Tutafurahi pamoja youths, na sikitika ndugu utaachwa. Basi na tutasonga kidogo, tutaanza. Wale wote wa darasa la ubatizo, wale ambao wamebatizwa wote wafike hapo. Mama Peris, inua mkono wako. Mama Peris, asante. Wale wote ambao wamebatizwa na wamekula, mnaweza kukaa hapo, maana kuna sherehe yenu ambayo inakuja muda si kitambo.
kutoka sasa Pastor Opanya ataingia hapa. Kwa hivyo wanapojiandaa hapa mbele, waimbaji wa Settled New Life wanapotupatia wimbo wa mwisho, natumai kwamba watasimama hivyo. Alafu tutakuwa na youth pamoja na kwaya yetu ya Heaven Targeters, tutaimba wimbo moja ambao iwapo na ujua tutaimba pamoja, tangu nimjue Yesu na kumkaribisha moyoni mwangu. Tutaimba wimbo huo sisi wote. Tunaimba uimbaji wa Heaven Targeters na youth wote, tangu nimjue Yesu na kumkaribisha moyoni mwangu. Yalopita yamepita na kuwatokea ndani yangu. Sijitabishi tena, ya kale hayana nafasi kwangu. Nimefika mtu mpya, nimekuwa kiumbe. Maisha ndani ya Yesu ni raha isiyokuwa kifani. Kutomeka kwa jinsi usivyojua, mambo yote ya zamani hayakumbuki tena maishani. Mpe Yesu moyo wako, utaona yote yanawezekana. Check.
kuna wengi ambao kuna ushuhuda wa kipekee. Hata nimesikia wengine wameandika wimbo ambao wangependa kuimba. Haleluya. Na wengine wangependa hata kutoa ushuhuda, waseme jinsi Bwana amewatendea. Tutakuwa tukitumia kama dakika 40 hivi. Kwa hivyo pastor atatuendesha katika kupokea, baadaye tunaingia katika hotuba, salamu zetu za mwisho kutoka kwa waimbaji pamoja na wahubiri. Ndipo tutamaliza kabisa saa 12 na dakika 10. Tutakuwa tumemaliza, tumetoka hapa. Wale ambao wamebatizwa, nafasi zenu ziko pale. Kwa hivyo iwapo wamebatizwa, kuna nafasi zenu hapo. Haya, nitakuwa mwalimu wenu hapo.
Kwaya hii inaitwa Satellite and Heaven Targeters. Wamefanya vizuri pamoja na waimbaji wote ambao wanajua wimbo huu. Yaani ni furaha tunaposherehekea na hata kufurahia wale ambao wameweza kujitoa katika ubatizo. Tunaingia katika shughuli muhimu sana ambayo ni ya kukaribisha wale na kuwapokea wote ambao wamebatizwa katika kanisa na hata tuweze kuwapatia wale ambao ni walezi. Lakini kuna mwenzetu ambaye alibatizwa, na alipobatizwa, sikiza hii, kwamba alipobatizwa akaona kwamba ni vyema kwa sababu Mungu amekuwa ni mwema, hawezi kutunga wimbo aweze kumwimbia Bwana. Haleluya. Maana Bwana amemtoa mbali, na hivi leo tunapatia nafasi aweze kumwimbia Bwana. Haleluya. Ili kabla hatujaingia katika mapokezi ya siku ya leo, Salim, umepata nafasi uweze kutubariki kwa wimbo ambao umeuandika hapa. Sijui kwamba itakuwa ni poem ama ni wimbo. Salim, yuko wapi ili kwamba uweze kutubariki? Thank you mom. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kwa mama. Mama tunampenda sana. Sana. Tulipokuja unajua. Ni rafiki yetu sana, karibu sana. Mungu akubariki unapotuimbia. Praise God again. This is a very happy moment for me. I'm very happy. Because right now, One, two. Check 1 2. Kwani mulidhani yeye hajui kizungu? SNL mulidhani hajui kizungu? Hebu ona vile atawashinda leo. Wacha tuone sasa. Ili kwa ndio ndio sababu anataka waimbe na yeye. Amen. Amen. Na nitakuwa master. Amen. Ama ni mistress? No. Okay. 1 2 3 go. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusted in His God this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are
Hallelujah. Amen. Wanakwaya tumewapatia mwanakwaya. Sasa sauli yenu sasa. Ona vile mtafanya sasa. I'm washed in the blood of the Lord. Amen. Amen. And I can see waters now. Amen. Thank you. And there's I have a verse in the Bible, Ephesians 2:8. Who can read that for me? Ephesians 2:8. Ephesians 2:8. Haya, nisaidie mpasta mwenzangu katika kitabu cha Waefeso 2:8. Maandiko inasema ifuatavyo: kwa maana mumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Amen. Asante. Asante sana Pastor kwa uimbaji pamoja na fungu ambalo umetubariki. Hallelujah. Kuna wengi tu ambao wako na ushuhuda hapa ambao wangependa hata wapate nafasi, lakini tutaachia hapo, maana kuna ratiba nyingine ya kuwapokea pamoja na kuwapatia zawadi. Na kwa hivyo basi, kwa njia kipekee ni mruhusu Pastor aweze kuja kwa dakika chache tu. Baadaye wahubiri wetu pamoja na kwaya watatoa salamu zao za mwisho. Karibu sana Pastor. Asante na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Jamani, kama tungekuwa na nafasi ya kuendelea tungeendelea, lakini wanasema ya kwamba kilicho na mwanzo sharti iwe na nini? Na mwisho. Tunataka kukaribisha wale ambao wamezaliwa mara ya pili, na ninaomba ya kwamba waweze kupiga foleni hapa. Tafadhali Johni, tukianzia watu wazima tukienda mpaka wale ambao ni wadogo, tupige foleni laini moja kutoka pale, tukienda hivi kuanzia watu wazima tunaenda katika hiyo nini, piga tu foleni. Wale ambao wamebatizwa leo, wale ambao walibatizwa last week watulia tu, pigeni foleni kuanzia watu wazima tukienda kwa wale ambao ni wadogo. Tunataka kuwakaribisha laini moja tafadhali. Laini moja, unaweza enda paka huko. Laini moja, fuateni Pastor Nzuki yako pale, wapange, na wazee pia wanawapanga. Elders tafadhali Johnny, elders wote tunawahitaji hapa. Elders Johnny, elders, wazee wa kanisa, tuende tu hivyo, tuende tu ili tuweze kupata laini moja. Laini moja, okay. Songa ili kuwe na nafasi huko. Songeni tu hivyo. Nikienda songeni huko. Elders tusaidie kuweza kuwapanga ili kuwe na laini moja. Asante sana. Aha, okay. Elders, naamini ya kwamba mko karibu. Mzee anaweza akakaa. Okay. Tunaomba elders na wageni wetu tafadhali, na guest choir tafadhali. Alafu choir SNL ndio mtafuata guest choir kuwasalimia hao ambao wamezaliwa upya. Baada ya salamu, tafadhali usichukue muda mrefu kusalimiana, maana muda haituruhusu salimiana. Karibisha na kusonga mbele. Alafu tunaingia kuwapatia zawadi, kuwatunukiza zawadi. Sasa wageni, pastor akianza na wazee wanafuata, alafu choir our guest choir mfuate wazee. Wazee fuateni. Guest choir ina nini? Inakufuata nyinyi wazee. Tafadhali unapowakaribisha, alafu Satellite New Life mnafuata guest choir kukaribisha hawa. Kwa hivyo muweze kujiandaa. Tunakaribisha kwa njia
Bwana asifiwe. Tunataka kuwapatia Biblia ambayo itakuwa ni alama ya ukombozi, tukiashiria kwamba yote tuliyoyahubiri yametoka kwenye maandiko matakatifu. Hatukusema maneno yetu, bali tumesema lililoandikwa. Tunawaomba mtumie Biblia hii kusoma peke yenu, nyinyi mliobatizwa, lakini mwitumie Biblia hii kwa ajili ya kuwahubiri watu wengine. Nafikiri tutapiga keyboard, ngoja nizungumze kidogo. Naomba niseme kanisa la Waadventista wa Sabato linaishi kulingana na Biblia. Kwa hiyo ukiona kitu kinatendeka, lazima kiwe kimeandikwa kwenye Biblia. Na tunasema tunawapatia Biblia ili mkaisome wenyewe, lakini muitumie kama taa ya kumulikia ulimwengu. Maana baada ya kuwa tumewapea Biblia, mnaenda kusimama, mnaenda kuwa imara, na kupitia ninyi watu wote wamuone Bwana. Amina. Nitaita hapa mbele mtu anaitwa Grayson Gershom Manyenya. Gershom Manyenya, huyo atakuja hapa nilipo. Tunatoa pia na kitabu kinaitwa When God Said Remember, Mungu aliposema kumbuka. Kitabu hiki ni kidogo kwa umbo, lakini kina mafundisho mazuri. Wabatizwa wote tutajaribu kuwahitaji msome kitabu hiki na kwenda kuwafundisha wengine. Tunaombea msimame imara katika Bwana. Msimame imara katika Bwana. Naomba ni muombe Gerson Manyenya. Gerson Manyenya, yuko around? Naomba ni muite. Ninaita tu Calvin Onyango. Nikishampatia huyo, wengine wote mtapewa. Ninafungua kutoka kwa Calvin Onyango. Ndugu yangu, Mungu akubariki. Pokea kitabu hiki na Biblia. Amen. Kasome na kawahubirie watu wengine. Amina Calvin. Bwana akubariki kwa jina la Yesu. Amen. Ndivyo ilivyo kwa watu wote mtakaopewa. Once you receive your Bible and your book, go and read it full and use it for others. Mungu awabariki. Tutagawa kwa haraka. Hivyo elders kila mmoja atakuwa akiendelea. Amen. Mmoja pastor itishe mkiwa mnapewa kwa haraka. Mungu awabariki. Amina. Tunawategemea sana katika imani. Simameni, msije mkaanguka kamwe mpaka paradiso, na iwe ndoto yenu hata ajapo Kristo. Ezra Mokaya anapokuja, mwingine jiandae. John Karaoke. Tafadhali mpatie When God Remembers. John Maina. Haron Macharia. Yes. Moses Karaoke. Damari Sionduso. Damari Sionduso. Right. Nakuja mbio, unasikia jina lako. Bethsheba Nyatich. Ako wapi Bethsheba? Ruth Mukami. Julian Runguru. Julian. Linet Orina. Timothy Ositu. Eunice Wangari. Ray Mageto. Godfrey Omboka. Ni wewe. Kuja haraka. Godfrey Omboka. Salma Waidera. Walcott Barak. Judy Wamboi. Jackson Musembi.
Aya, mzee, okay, mzee. Judy Wamboi. Karibu mzee. Okay. Sandra Aye. Amondi. Jackson Msembi. Amondi. Okay, tembea. Tafadhali. Sandra ndio hii. Anita Shiwanda. Anton Wange Okay. Kang'ate, sorry. Anton Kang'ate. Benson Juma. Asante. Mikael Karanja. Jerusa Kemuma. Mikael Karanja. Jerusa Kemuma. Faith Sabina. Eunice Faith Wasonga. Sabina. Tafadhali kuja kwa haraka. Eunice Wasonga. Natasha Nyaboke. Brighton Tafadhali Awanda. harakisha Natasha. Brighton Awanda. Monica Wanjiko. Santi. Jairus Anari. Jane Atieno. Jairus Anari. Jane Atieno. Right? Julia Kemunto. Julia Kemunto. Charlene Kwambuka. Julia Kemunto, please. Charlene Kwambuka. Julia Kemunto. Gilbert Macharia. Humphrey Nyatigu. Esther Wanjiko Karanja. Humphrey. Esther Wanjiko Karanja. Wayne Major. Rodney Onchonga. Wayne Major. Onchonga. Nako wapi? Rodney. Clifford Jabali. Margaret Halima. Clifford Jabali. Margaret Halima. Joy Mora. Dorcas Kwambuka. Dorcas Kwambuka. Joy Mora. Christine Jerry. Marvel Noela. Irene Akinyi. Okay, Irene. Nympha Bosibori. Rajesh Omboga. Vera Bonareri. Caroline Atieno. Vera Bonareri. Jacqueline Naibei. Anna Morangi. Jacqueline Naibei. Sarah Mora. Phyllis Jerry. Irene Cynthia. Kimberly Achieng. Kuja haraka unachangamka kidogo. Christine Oyuga. Mary Njeri. Sarah Wanjiko. Maryline Nyaboke. Sylvia Nyamoita. Maryline Nyaboke. Alex Nyaora. Cedric Botsire. Alex Nyaora. Dedan Kimathi. Joseph Kiarie. Valentine Nyaboke. Joseph Kiarie. Angel Kemunto. Joseph Kang'ethe. Asante. Angel Kemunto. Mary Ann Award. Asante. Franklin Otwere. Dadius Momanyi. Haya, Franklin Otwere. Joshua Nyasinga. Esther Odera. Josephat Omanga. Joshua Maranga. Crispinas Crispinas. Sandra Nyaboke. Eunice Kemuma. Donlin Zawadi. Eunice Kemuma. Jacqueline Kamene.
Joyce Njeri. Margaret Kerubo. Joyce Njeri. Margaret Kerubo. Margaret Kerubo. Joyce Njeri. Mary Jerry. Mary Jerry. Mary Joyce Njeri sawa. Karibu sana. Mary Jerry. Jael Joey. Jael Joey. Sikiliza kwa makini jina lako linapoitwa. Jael Joey. Joy Mora. Joy Mora. Vivian Biwot. Vivian Biwot. James Mwangi. Vivian Biwot. James Mwangi. Joel Mugo. Joel Mugo. Joel Mugo. Joel Mugo. Elijah Joroge. Elijah Joroge. Bridget Kerubo. Bridget Kerubo. Bridget Kerubo. Faith Moraha. Faith Moraha. Waimbaji wote tafadhali simama hivyo haraka wa heaven taka tusimama hapa. Vivian Biwot Haraka and Gerson sana. Manyenya. We only have few Okay. minutes. Ni saa kumi na mbili kamili. Na saa 12 na dakika 20 tunakuwa tumefunga. Iwapo wewe ni mwanaume, si amo tu. Sikiliza vijana wa Settle New Life. Yeyote ambaye ni mwanaume amekaa hapa. Hivi viti ni vingi sana. Vyombo ambavyo viko hapa ni vingi sana. Msiende. Tutasaidiana tuhakikishe kila kitu kimetolewa hapa. Najua kwamba mmefurahia na sisi mmefanya kila kitu. Hata kuna speech mrefu. Manake pastor ameshaongea, ni kusema tu salamu za mwisho. Tuweke laini moja sisi wote, tuweke laini moja tafadhali. Waimbaji wote wa Heaven Targeters, tuweke laini moja hapa mbele ili kwamba muweze kujulikana. Oraina, Njonjo hapa mbele. Pamoja hata na wahubiri wetu Robinson pamoja na Pastor Fadhili. Joe hapa mbele, Pastor Rundu pamoja na Rina, Pastor Abina, wote njoo pale, mtasimama hapa nyuma wale ambao walikuwa ni wanenaji, manake tunamaliza hivi tuweze kwenda. Wengi tu wamekuwa wakiwaona hawa ambao ni waimbaji wa Heaven Targeters, lakini hamjapata kuwajua one on one. Kwa hivyo basi, kwa sababu ya muda, kwa sababu ni dakika 20, nitasema majina yao. Sawa? Sitawapatia kila mtu nafasi, alafu nitapatia watu kama wawili hivi waweze kusema bye. Itakuwa ni bora zaidi hivyo kwa sababu ya muda. Bas, keyboard tuliza kidogo. Haya, asante. Sijui kwamba tutaanzia wapi hapa. Tuanzia hapa. Kwa Jemima. Haya, huyu anaitwa inua mkono, anaitwa Cyrus Momanyi. Ni mmoja wetu pamoja, yeye ndio kiongozi wa waume kwa uniform na time management. Unaona aje venye tuko very smart. He's always punctual time. Alafu huyu ni daktari. Alafu Mheshimiwa Raphael, yeye ni time manager katika kikundi hiki. Unasemaje? Raphael Mogaka. Asante. Jemima Jerina Ward ni mmoja wa kikundi hiki, anaimba soprano katika kikundi hiki. Haleluya. Amen. Tuko na kabila zote tu. Msidhani kwamba tuko na zote. Anaitwa Terry Magia, anaimba soprano katika kikundi hiki, na pamoja ni mmoja wa timu ile ya walimu wa nyimbo. Haleluya. Haya, huyu anaitwa Davis nikidhani kwamba yeye ndio mdogo kabisa kwa wote. Ni kijana mzuri sana, anafanya mambo ya IT kuhakikisha kila kitu iko pale. Manake tunasema IT for evangelism. Kwa hivyo tunaitrim njia fulani kwamba IT hii inakuwa nzuri katika evangelism. Kwa huyu kijana nafanya IT Nairobi Hospital, alafu ndio pia anakuwa mmoja wetu katika hapa. Justice Otete, Job Otete ni wakili pia mmoja wa kikundi hiki, wakili pale mjini Kisii. Asante sana. Boniface
Boniface ndiyo anashona hizi nguo. Haleluya. Yeye ndiye anashona. Yaani yeye ndio fundi, wanashirikiana na Albert. Hao ni mafundi. Wako na shop yao ambayo pia ni mfadhili wake ako hapa. Hawa ndio wanashona hizi nguo. Alafu pia Boniface ndiye anasimamia uimbaji katika kikundi na Alberto kuhakikisha kwamba public address system iko sawa. Haleluya. Edno Tengo ni mmoja wetu katika kitengo hiki ama katika kwaya hii. Tuko na treasury ambayo inasimamiwa na watu kama watatu hivi ambao ni signatories. Lakini Edno Tengo pia ndiye msaidizi wa spiritual department. Kwa hivyo yuko hapa. Huyu dada mzuri sana, Director of Finance Nyamira County. Huyu anaitwa Brenda ni mmoja wetu, ni mwimbaji katika kikundi hiki. Pia ni mmoja wa wale timu ya kuhakikisha kwamba nyimbo hizi zimeboreshwa zaidi. Haleluya. Asante sana. Damaris anasimamia kitengo cha kuandika, typing. Huyu ukimpatia hata kama ni 5 pages in 2 minutes or free, she's done. Hiyo ndio kazi yake, kuhakikisha kwamba kila kitu chapa na kuhakikisha kwamba, na pia anaimba sauti ya kwanza na ya pili. Amebarikiwa hivyo. Bwana wabariki sana. Rispa. Haleluya. Huyu ndiye anatusimamia katika, huyu ndio secretary wa kikundi hiki. Yeye ndiye ako very strict when it comes to documentation. Kila kitu ambacho tunasema hapa anahakikisha kwamba kimeandikwa. Anaitwa Rispa kabisa, secretary wa Ministry of Health Kisii County. Huyu anaitwa Emmanuel Get the Point. Ni mmoja wetu na baada anafanya katika Get the Point kampuni hiyo, na anahakikisha pia ni mwalimu wa high school. Anahakikisha kwamba our image imeboreshwa sana katika mitandao. Si itakuwa sawa hivyo. Sitamzungumzia huyo mke wa pastor, sitagusa hata bega. Asante. Sitaki kupiwa kabla sijafikia Gloria. Huyu anaitwa Debora mkubwa. Kuna Debora mdogo, huyu ni Debora mkubwa. Haleluya. Anaimba soprano na pia ni mmoja wetu na anahakikisha kila kitu iko sawa kabisa. Haleluya. Na ni nutritionist. Huyu ni nutritionist. Asante. Franklin tumemuiba kutoka SNL wiki hii. Haleluya. Wiki hii tu amekuwa nasi, tukamwangalia tukasema this young man is good, na tukasema lazima tuchukue hii. Haleluya. Naye unaona kama ameshapiga hata suti kabisa, ameingia kweli. Kijana mzuri sana, daktari, biomedical scientist. Mungu akubariki sana, na hata katika utakapoenda katika nchi za mbali, Bwana akubariki. Na anaimba sauti zote, ile tunatafuta sauti yake mahali fulani. Elder, huyu ni elder pale katika border ya Tanzania na Kenya. Ni msaidizi wa pastor pia katika district, na ni kijana hajaoa. Haleluya. Yaani mnapomuona hivi vile amekosmati hivi, hajaoa. Alafu ni director of clearing and forwarding kwa serikali ya Kenya katika mpaka wa Tanzania na Kenya. Haleluya. Bwana asifiwe. Huyu kijana wetu Mackenzie Isaiah Moriasi Mogesa Ateka Kigoro tena boy. Haleluya. Haya majina yote ni yake, na pia alikuwa mhubiri hapa, na tunashukuru sana. Huyu anasimamia spiritual department, na kitengo hicho mke wangu alikuwa anasimamia alipoondoka. Sasa kijana huyo amechukua hatamu hiyo na kuhakikisha kwamba evangelism imeendelea vizuri. Yeye ndio director, na pia yeye pia ndio mkuu wa public address system. Yaani amechukua vitu vyote. Huyo actuarial scientist, na pia ni mfanya biashara katika Kisii County. Haleluya. Na pia cha kushangaza hajaoa. Haleluya. Yaani ni kijana mzuri tu. Mtanashati hao wawili wamekaa pamoja. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Nilisahau kusema Davis akani katoto akajawa hebu akajawa ako pole yako. Alafu pia Job Justice Otete
Obe. Huyu naye pia tafadhali SNL muendelee kuomba ili kwamba tuweze kubarikiwa na harusi. Harusi ziko hapa. Boniface hajaoa. Obe. Alafu pia ndugu yangu pale Alberto bado anaendelea kuhangaika. Tuwaombee sana Mungu aonekanie. Asante Vayo ni mmoja wetu na pia alikuwa anaimba hapa Riruta Satellite. Kwa hivyo sasa ameshuka ako Kisii na anahakikisha kwamba sisi wengine wetu ni watoto kwake, anahakikisha kwamba ametuweka vizuri, ni mama mlezi katika kikundi. Hallelujah. Amen. Alafu Janice Riogi yeye ndio anasimamia pia uniform zetu na kwamba shop ambaye inayofanya hii kazi yeye ndio mwenyeji katika hiyo shop, anahakikisha kwamba kila kitu iko sawa. Alafu baadaye kuna kijana huyu hapa anaendelea kuhangaika, anaendelea pia mambo ya yeye ndio uliona kwamba alikuwa na nguvu sana za kubeba public address system, ni mwalimu katika shule ya upili hapa Ukambani, anahakikisha kwamba hivi vyombo vimeweza kufanya kazi na Bwana akubariki sana. Anaitwa Obed Mongare. Mungu akubariki. Tumebarikiwa sana manake hawa walikuwa wengi kwa sababu nimechukua muda na mimi nimekuwa mwenyekiti wa kundi hili kwa miaka mingi tu. Tulipokuwa hapa Satellite nilikuwa natamani sana niwe church elder na nikafanya campaign, nikaenda kwa washiriki nikawaambia nataka sana kuwa elder, na sio elder tu, first elder. Washiriki wakakubali, wakaniambia round hii tunakupitisha, lakini sikuleta jina langu hapa. Nikauliza mke wangu, je, nikileta jina langu hapa SNL ama libaki pale Kisii ngaibira yere, yani ni wapi zinaweza angukia? Mke wangu akaniambia hapa hujajulikana vile, bakisha jina pale Kisii ili uchaguliwe kama chairman wa kwaya. Na hakika yake nikachaguliwa kama chairman wa kwaya. Hallelujah. Ilikuwa ni siasa, lakini sasa Mungu amebariki kikundi hiki vile mumeona. Kazi kwa miaka 15 ya utumishi. Tunafadhili kurusedi zetu. Watu wa SNL, hii imekuwa ni kurusedi yetu ya kwanza kufadhiliwa na kanisa lote. Kurusedi zote ambazo mnasikia ni sisi tunafadhili. Yani we sponsor our own gospel campaign. Na Bwana ametuonekania maelfu ya watu wamebatizwa kupitia kwa kikundi hiki. Haleluya. Na kwa sababu hawa watu wamemfanyia Mungu kazi, na sijui kama hapa tumewafanyia kazi nzuri. Je, tumefanya kazi nzuri hapa? Na Mungu amewabariki. Zaidi ya watu 11 kutoka hapa wanaenda Marekani mwaka huu. Haleluya. Wengine wanaenda Canada, wengine Marekani, na wengine 7 wetu ambao walitoka wakaenda Marekani. Kwa hivyo si mimi peke yangu, kwa sababu Mungu ameamua kubariki kikundi. Haleluya. Miaka yetu iliyoliwa na nzige inaendelea kulipwa. Sasa kwa sababu naondoka, niruhusu tu sasa niweze kumkaribisha mama ambaye ametulea kwa miaka hii yote. Pia alikuwa ni mwanzilishi wa kikundi hiki, akawa na sisi miaka yote, ametuvumilia. Amenivumilia kwanza, mimi nilikuwa mtundu sana vile mliambiwa, hakina Makenzi hapa. Tumemlilisha, tumemfanya kila kitu, lakini ametuvumilia. Na ninapoondoka hawa wanakwaya wakaona kwamba ni vyema hawe ndio mwenyekiti wa kufanya ile transition. Haja kuwa taka uongozi sana. Huyu mama amekuwa ni mlezi pia mweka hazina. Yeye amekuwa treasurer wa miaka yote 13 kuhakikisha kwamba kila kitu iko sawa. Na kwa hivyo basi yeye ndiye atakuwa akishikilia kundi hili tunapofanya ile kitu tunaitwa transition. Maana yake tuna crusade kubwa pale Eldoret Amani, mji wote wa Eldoret December. Tunafanya transition, yani anashikilia kidogo ili aweze kupeana pia uongozi wao kwa vijana wanaokuwa. Kwa hivyo kwa muda huu atafanya transition. Mwenyekiti wetu mwaka 2023 kuanzia mwezi wa 9 hadi Disemba, mwenyekiti
mama mlezi Ruth Magara. Wakati pamoja na mimi tunamkaribisha mwenyekiti wa Heaven Targeters. Wapendwa katika Kristo, Bwana asifiwe. Kama una mkono na Yesu ni mwokozi wa maisha yako, Bwana asifiwe. Mimi sina lolote bali ni kumtukuza Mungu. Haleluya. Tulikuja Waithaka kwa nia ya kujulisha Waithaka Mungu anawaita, na limetimia leo. Hawa wote ni watoto wangu niliowapa kwa uchungu mwingi, lakini Mungu amenibariki kupitia kwao. Nawapenda sana, nawadhamini sana. Nitatembea pamoja nanyi, nikifika mbinguni nitasema mzigo imekwisha kufika. Wapendwa, kuna watoto wengi wamezaliwa hapa. Kutatoka wapi wa mama watakaosimama nao? Kutatoka wapi wa baba watakaosimama na watoto hawa? Kutatoka wapi wa baba watakaosimama na watu hawa? Naomba Waithaka ikuwe na wamama hao. Naomba Waithaka ikuwe na wababa hao watakaolea watu hao. Msiwaache na wasihi. Msiwaache watoto hawa na wasihi. Naomba mtembee nao. Na wasihi katika jina la Yesu, msiwaache. Haleluya. Ni wangapi watasema pamoja nami? Nitawaombea, nitawabariki, nitawatunza. Mungu wetu apate kuwabariki. Kwa kikundi cha walenga mbingu, Mungu bado hajamaliza kazi nasi. Mungu bado hajamaliza kazi nasi. Haleluya. Msihofu, msifadhaike. Jinsi ambavyo ametuongoza nyuma, bado atatuongoza mbele. Haleluya. Haleluya wana wa Mungu. Msihofu, msifadhaike. Ndugu yetu tunapenda sana. Mmekuwa wa msaada sana katika mwendo wa kumhubiri Kristo. Mungu akujalie mema na kufanyia makuu, na Mungu wake tupate uzima wa milele. Haleluya. Wapendwa, tunawapenda sana. Iwepo kungelikuwa na uwezo, tungeishi Waithaka, tungeishi kuona kazi ya Mungu imetimizwa. Lakini kwa sababu mmeahidi, tunawaamini mtatenda kazi hiyo. Mungu apate kuwabariki. Asante sana. Sasa huyu mama ni sikufanya introduction, anaitwa Ruth Magara. Yeye ni director of finance Kisii University. Haleluya. Sasa amen. Na tunyenyekezwa sana. Yani mdosi, mtu mkubwa kama huyo, kunyenyekea na hata kulala na sisi pale, na hata tunaweza pale unadhani kwamba yuko pale chini, lakini Mungu amenyenyekeza sana licha ya kufanya pia kwa sponsor bado mlezi. Mungu akubariki. Asante sana, wapenda sana watu wangu wa Heaven Targeters. Unajua kufanya 1000 Heaven Targeters, 1000 souls for Christ. Hallelujah. Heaven Targeters 2020 free. We have a target of 1000 souls for Christ this year. Na Mungu atatusaidia. Hallelujah. Niruhusu sasa nimkaribishe Elder Mulo. Manake kitengo chako cha evangelism useme nasi kwa neno moja, na baadaye pastor utaleta watumishi wa Mungu waweze kumaliza. Bwana atubariki. Asante sana Mama Paris kwa kazi nzuri. Naamini kwamba Elder atafanya utambulisho. Tunawasalimu jambo. Naelewa watangazaji wanaelewa Kiswahili mno. Tunapoingia kuongea sasa sisi kama tutaongea Kiswahili ama tubadilishe lugha kidogo. Lakini tunatumaini kwamba Mungu atatujalia. Maana yake fadhili hapa ni Kiswahili kabisa. Ningependa kukaribisha wale wanati wote wa Set New Life ambao walikuwa wanaendesha hii shughuli mpaka imefika kiwango hii. Ningependa kuwaleta hapa mbele wachungaji, tulia kidogo, na naamini Mungu amewanemesha
kufanya exercise kidogo. Wale walikuwa kamati katika Satellite New Life, tafadhali nawaalika wote muweze kuja mbele ili tuweze kuwatambua kwa njia ya kirasmi. Tafadhali tuokoe wakati. Tafadhali tuokoe wakati. Tuweze kusimama hapa mbele. Tujaribu kuharakisha kidogo, tuharakishe kidogo ili tuweze kusonga haraka. Enda Wambua na kuona mahali huko pamoja na Salea. Tafadhali tukaribie. Na wazee wote wa kanisa tafadhali naomba pia muweze kuja. Wazee wote wa SNL mahali popote mlipo tafadhali muweze kuja mbele. Ni vizuri kujua hawa kwa sababu wao ndio walishikilia hii kazi na Mungu amewezesha kufikisha mahali imefika. Kwa hivyo ninapoanza pale upande ule wa kwanza kabisa tuko na Tonia Onyancha. Ningependa usalimie watu wa Mungu. Huyo ndiye alishikilia idara ya maombi na aliendesha vizuri sana. Tuko na ndugu yetu Steve Makori. Steve Makori ndio head deacon katika kanisa letu na alikuwa ameshikilia hiyo kazi sana kutoa vyombo, viti na kila kitu. Na tuko na Elder Gesaina, Winfield Gesaina. Elder salimia watu wa Mungu. Elder ndiye alikuwa katika idara ya security na kuhakikisha kwamba security iko sawa. Na tuko na Justin Kinyaza. Justin salimia watu. Justin pia alikuwa katika idara ya security bado na venue na kadhalika. Pia amefanya kazi nzuri na hapo ambaye anafuata anaitwa Abigail Nyaboke Omulo. Abigail ni kiongozi wa mama, alikuwa pia katika idara ya upishi. Ningependa kumruka huyo kwa sababu huyo ndiye alikuwa chair ya kamati. Atasema wengine tutakapomaliza. Anayemfuata ni ndugu Ken Kagira. Ken Kagira alikuwa katika idara ya music. Mkiona music ni vizuri hivi, alikaa na kamati yake akasema wacha watu wakuje vizuri. Barikiwe sana. Na tuko na dada yetu Morino alikuwa amesimamia afya. Na tunatumaini kwamba kila mtu alipata fursa ya kwenda pale kupimwa kidogo na kupata matibabu mbalimbali. Asante sana Morino, barikiwe. Anayemfuata ni Sister Lea Gatwiri. Lea ndio head deaconess katika kanisa, alikuwa amesimamia upande wa upishi pamoja na women ministry. Na ukiona wageni wetu wamelishwa vizuri, tunashukuru, tunasema asante. Unaweza salimia. Hapo nikiruka kidogo nije ndugu yetu hapa. Tuko na ndugu yetu Mark ambaye alisimamia vyombo na wamesaidiana sana pamoja na James pamoja na Mackenzie. Ningependa wapungue kidogo mkono. Kazi wamefanya ni nzuri. Mungu awabariki sana. Ninaingia katika idara ya wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa hapa. Ndugu. Pole Seko. Ulikuja baada ya kufanya introduction hapo. Ndugu Edward Seko alikuwa anaongoza idara ya transport na kuhakikisha kila kitu imeletwa kama mahali ilikuwa na imefika mahali inatakikana. Ndugu Seko unaweza kusalimia watu wa Mungu. Barikiwe sana. Ninaingia katika idara ya wazee, na katika idara ya wazee inaongozwa na Elder John Wambua. Na ningependa kumkaribisha rasmi aweze kuintroduce wazee wake ambao wanafanya kazi. Wow. God is good. And all the times. Katika kanisa la Seventh-day Adventists hakuna mzee anaongoza mwingine. Ni vile tunachagua tu mmoja wa coordinate God. Ili siku moja usichaguliwe hiyo uweze kuongoza wazee. Wazee hawaongozi. Wazee wanapanga tu vile tutasaidiana. Pasa nafikiri hiyo iko na hiyo.
I was just correcting that. Wacha nianze upande huu. Tuko na Elder Charles Demo. Elder, you can greet us. And huyo, we can respond. Tuko na Elder Mutuku Benjamin. Ndio huyo. Asante sana, naruka huyo mmoja. Niko na Elder Muriuki, John Muriuki. Elder Collins. Elder Omondi. Elder Serem. Elder Nyabuti. Elder Pastor Zuki. Tuko na Elder Motari. Alafu we have the shortest of all of us. Elder Omulo. Asante sana, hawa ndio wazee. Elder, you can continue. Asante sana Elder, na kati yetu tuko na chairperson ambaye anaongoza hii kamati, na tunamshukuru ameongoza vizuri sana dada Peris Monyangi Gorori. Tafadhali salimia watu wa Mungu. Happy Sabbath. Mungu anawapenda na mimi nawapenda kwa sababu niongee jambo moja. Kwa kunipa fursa ya kuongoza ile ya kuelekeza gospel campaign mpaka mahali imefika. Najua sio vile mimi nimetenda, ni vile hawa wametenda. Kazi tumetenda zote, lakini lazima kuwe na kiongozi mmoja. Kanisa imechanga, kanisa imeandaa, mmetoa mali yenu wakati na kila kitu mkajinyima kwa ajili ya hii gospel campaign. Kwa hivyo wakati huu nataka kuomba Mungu aliye juu abariki kila mmoja kulingana na mapenzi yake. Kwa kile chake ameweka na wakati na kila kitu Mungu awabariki. Kanisa Mungu awabariki. Na wanakamati Mungu awabariki. Pastor amesimama nasi kutuelekeza Mungu awabariki. Na chairman wa kikundi ya kwaya amesaidia katika kwa maana wamefanya gospel campaign kwa mara nyingi. Naomba Mungu awabariki our brother Lamek Aungo. Lamek Mungu awabariki na kanisa Mungu atubariki. Kwa maana tumefika kamati na tumeona matunda. Mungu atusaidie tuweze kulea haya matunda. Kwaya Mungu awabariki kwa maana mmenyenyekea kwa kuomba na kutafuta hawa ambao wamezaliwa leo. Mnapoondoka kesho na wanenaji kwa niaba ya hiki kikundi na kanisa, Mungu awabariki sana. Nimenyenyekea kwa kuongoza na Mungu akipenda mapenzi yake yafanyike. Tunasemaje? Tunashukuru Mungu na tunasema asante sana kwa niaba ya kanisa. Tunasema asante sana wanakwaya ambao wametoka Kisii na mmechukua muda wenu ya wiki mbili. Mungu aweze kuwabariki sana na aweze kuongezea zaidi. Na tunashukuru sana kwa sababu najua labda huenda ikawa kwa muda sitaongea tena. Tunashukuru sana wachungaji ambao mmechukua muda wenu na mmetubariki sana. Mungu aweze kuwabariki sana ndugu Fadhili, Robinson, Abna, Brother Rundu na Bwana Orina. Mungu awabariki sana. Washiriki wetu tulianza hii safari pamoja na tumeona Mungu akituongoza katika kila step. Jinsi mlivyojitolea, Mungu aweze kuwabariki. Yale ambayo mlijitolea kwa fedha na mali na kila kitu, tafadhali Mungu aweze kuwarudishia 100 times. Mungu awabariki. Amen. Nao ni wakati ambapo ningependa kualika Bwana Matari naingia katika hiyo. Ningependa kuita naomba alike pasta ili pasta aweze kuita wageni wake. Asanteni wana kamati, tunaweza keti. Asante sana. Tunapokaa naomba Kisaina uweze kuja hapa. Pasta ukikubalia, nataka kufanya tangazo moja ambalo tangazo hilo linaelekezwa kwa kila mmoja wetu. Kuanzia kesho
kuanzia kesho tunaanza makambi yetu rasmi, makambi ambayo yatakuwa kwa wiki moja, na makambi hayo yatakuwa katika kanisa la Satellite iliyo live. Kiongozi wetu anayetucoordinate katika makambi yuko hapa. You can wave. Huyo ndio kiongozi wetu. Hiyo kuwave ni kukonfirm ya kwamba makambi yako. Hivyo tunakaribisha wote, wale ambao wamebatizwa leo na wale ambao tulibatizwa zamani na wale ambao wanaishi katika sehemu hii na wanaweza kuwa na nafasi. Kanisa letu liko pale nyuma ya Precious Blood. Hapo nyuma kanisa inaitwa Satellite Live. Makambi yetu inaanza kesho. Elda, wacha useme kitu. Unajua unaweza sema Happy Sabbath. Nafikiri mengi yamesemwa, yangu ni kuwakaribisha nyinyi nyote mkuje tu. It's a visit. Ni kama sherehe kubwa kwa mwaka ya injili kama hii. So nyote mkaribishwa, na ninatumai ya kwamba mmeomba nafasi pale mnapofanya kazi. So inaanza kwa wenye wamebatizwa sasa, labda hawajui. Huduma inaanza asubuhi saa 1 mpaka jioni saa 12. So hapo katikati hakuna break na programs ni mingi. So karibuni nyinyi wote. Asante wageni wamejiandaa, wamekaribishwa. Kama wewe mgeni ukifika huko, matayarisho yote yamefanywa. So karibuni sana na mbarikiwe. Asante sana. Kwa hivyo kuanzia Monday, kesho tutafungua mkutano, lakini kuanzia Monday tujitayarishe kwa siku hizo zote. Ninachukua nafasi hii sasa, wageni wetu, ninajua tupatia kipaza sauti mchungaji. According to protocol nitakuwa nimerudisha rasmi. Hivyo mimi sina mengi ya kusema. Mungu awabariki. Sitawataja majina yote, lakini Mungu awabariki. Na siku nyingine kama kanisa tukiwahitaji, hata kama sio sasa kupitia kwa Lamek, nimeshachukua namba zenu. Mungu aweze kuwabariki. Wacha mchungaji sasa atuelekeze sehemu ambayo imebaki, ajili tuweze kujua hapa tumebatizwa. Sasa tutakuwa tukikutana namna gani na mambo mengine kama haya. Mchungaji, karibu. Asante sana kwa sababu ya muda, ninataka kusema kwamba wakaaji wa Waithaka tunawashukuru sana kwa kutupatia nafasi ya kuweza kuwa nanyi majuma mawili. Mpokee shukrani zetu. Namba 2, nataka kushukuru washiriki wote ambao tumekuwa tukitembea pamoja katika mkutano huu. Mungu aweze kuwabariki. Nataka kushukuru wanakwaya Satellite New Life kwa kuweza kuwa pamoja nasi katika huduma hii ambayo imekuwa ya wiki mbili. Nataka kushukuru kwaya guest choir kwa kuweza kuwa nafasi yenu na kuja hapa kukaa nasi majuma mawili, tukijua kwamba mna majukumu, sio kwamba mlikosa majukumu, lakini mliona kazi ya Bwana mkaipatia kipaumbele. Mungu aweze kuwabariki. Nataka kushukuru wazee wangu wa kanisa, viongozi wetu ambao tumeshirikiana nao pamoja. Mniruhusu sasa niweze kuleta kwenu wageni wetu ambao wamekuwa wa msaada sana katika mkutano huu wetu, na nitaanza na moja atasema maneno machache ya kuaga, alafu mgeni wetu mkuu atafunga, na kuna jambo tunaenda kufanya. Usiondoke, mgeni wetu atafunga na kuna jambo ambalo tutafanya kabla hatujatoka katika uwanja huu. Kwa hivyo mniruhusu kuweza kuleta kwenu Evangelist Orina ambaye amekuwa akituelekeza katika mambo ya unabii, yani prophecy, aweze kusema machache anapotuaga. Nashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi. Asante watu wa Satellite New Life na wale wa Waithaka kutupokea.
tumeweza kuwa pamoja wiki mbili na Mungu mwenyewe amefanya kazi kwa kututumia. Mungu awabariki, awalinde, tuendelee kuombea na akijalia tutaonana na tutiana nguvu kwa ajili ya ukombozi. Tumulaki Yesu angarudi mara ya pili. Mungu awabariki. Pia ninaleta kwenu mtumishi wa Bwana Evangelist Benjamin Rundu ambaye amekuwa wa msaada na bado ataendelea kuwa wa msaada. By the way, wale ambao wamebatizwa Sabato iliyopita na leo tunakutana kila jioni pale saa 10 na darasa inaendelea. Darasa itaendelea kuanzia kesho tukiendelea, na tuko na mtumishi wa Bwana Benjamin Rundu, naye ni wa msaada sana. Usikose tafadhali. Kwa hivyo karibu sana uweze kusema jambo kwa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi sina mengi ya kusema ila tu kushukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tukaweze kutumika mahali hapa katika shamba hili. Sikuwa kwamba hakukuwa na wengine kufanya kazi hii, lakini Mungu alikusudia kwamba siku kama hii, nyakati kama hizi, mimi na wenzetu tukaweza kupatikana mahali hapa, tukaweza kufanya kazi katika shamba la Bwana. Kwa hivyo langu ni kumshukuru Mungu na kulisifu jina lake, kwa sababu wapendwa, wale ambao hawajakaa Nairobi sana, hii weather kama si Mungu wengine tungekuwa wagonjwa, lakini Mungu ametulinda na akatupatia afya nzuri na tunakaa mahali hapa bila shida yoyote na tumemaliza mkutano vizuri. Kwa hivyo tunashukuru Mungu, na kama vile kiongozi pastor amesema hapa, kwa neema za Mwenyezi Mungu tu tumekubaliana nitaendeleza ile kazi ambayo tulianza, na Mungu akitujalia tutazidi kuonana, pengine nitakuwa mwenyeji wa Waithaka. Barikiwe sana. Asante sana. Kabla nilete kwenu mtumishi wa Bwana, wale ambao mmepokea Biblia hizo, hata zile za kwanza, ukiangalia nyuma kuna Bible study topic ambao inakuelekeza Bible study. Ukisoma hiyo, yale ambayo yamefundishwa hapa, utapata mafundisho hayo katika hiyo Biblia upande wa nyuma. Kwa hivyo usichukue tu ni Biblia na kwenda kuiweka. Unaweza kufanya Bible study wewe mwenyewe unapofuata ratiba jinsi ambavyo imepangwa hapo nyuma. Asante sana. Mniruhusu nilete kwenu Pastor Abina ambaye amekuwa msaada sana akitengeneza familia zetu, na tunashukuru sana Pastor. Mungu aweze kubarikia sana. Bwana Yesu asifiwe. Sina mengi ya kusema because nataka kupata nguvu kidogo. Nikitoka hapa mimi naenda moja camp meeting, kisha nitoka hapo niende Dole camp meeting. Lakini German wetu au German akuleta mwenzangu mpendo wangu alimwacha kwamba nimlete. Sasa nataka kuambia kwamba mimi ambaye nilikuwa nikifundisha family life, Mungu amenijalia nimekaa kwa familia for 20 years now. Since ni mwoa bibi yangu tunafanya harusi. Imagine toanisa miaka 20 fanya harusi. Uangalie kwamba tulikuwa tunasana namna gani. Na tulikuwa darasa moja tukimaliza high school, na alikuwa mrefu lakini hii haikutisha. Nilisema kwamba lazima nitapeleka wewe. Na unajua alikuwa ananiambia kwamba wewe nataka kwenda college. Nikamwambia don't worry. Nikikufikisha nyumbani tu hivi. Kitu ya kwanza nitapeleka college. Na mimi imagine nikawa mwaminifu. Vile nilifikisha yeye nyumbani, nilipeleka yeye college 9 months. 9 months. Sasa 9 months akagraduate. Graduation yake iko hapa. Mnafikiria ni mchezo? Nilikuwa mwaminifu. Ukiambia mtu college, ukiahidi mtu fanya hivyo bwana. Aligraduate, mnaona? Aligraduate mara moja.
Kwa hivyo ndio hawa. Ninawapenda sana hawa. Ni familia yangu. Sisi tulifunga mlango tukakuja. Kijana wetu akafungiza school na alipotoka tumwambia ende uone ufungue kwa nyumba. Anaongojea. Huyu ndiye bibi yangu mpendwa. Rose kwa ninamuita Mokokoti. Wala ambao mnatoka Kisimu mnajua Mokokoti ni nini. Kwao yeye ndiye kinda mimba. Kwa hivyo ndio sababu namuita Mokokoti. Na huyu hapa namuita Linet Mora. Lakini namuita mama. Namuita mama. Kwa vile mtasikia sauti yao, sitaongea tena. Waseme tu kwamba mpaki salama. Hamjambo wana wa Mungu. Mbarikiwe na mpaki salama. Amen. I greet you. Mpaki salama. Sana. Niruhusu nilete kwenu mtumishi wa Bwana Evangelist Robinson Otieno, naye aweze kuwa na maneno ya kuweza kuaga. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tumshukuru Mungu sana kwa sababu amekuwa mwema. Majuma haya mawili tumeona mkono wake ukituongoza na ushirikiano ambao umekuwa katika mkutano wa Injili baina ya kanisa, waimbaji, waimbaji na kila mtu aliyehusika amekuwa ni ushirikiano wa pekee, na tunatamani baada ya kutumika hivi hatimaye watu watumeshe kwamba tuwe warithi wa ufalme wa mbinguni. La sivyo Mungu awabariki na tunawatakia mema, na Mwenyezi Mungu azidi kuhifadhi, tukilinda imani na kusaidia wengine pia kukuza imani yao. Muwe na wakati mwema. Asante. Basi muda umefika, mgeni wetu mkuu aweze kutupatia neno la mwisho, na mniruhusu nimlete kwenu mchungaji Fadhili aweze kutupatia neno la mwisho, na pia atuongoza katika kipindi kidogo anapomalizia kuweza kuomba na tuweze kumaliza mkutano wetu hapa. Karibu mchungaji, na tumeshukuru sana Mungu ametutumia tuwe kutubariki katika Waithaka na azidi kutupatia neema yake. Asante sana. Bwana asifiwe. Wapendwa, haleluya. Nimemshukuru sana Mungu ambaye ametupigania, na Waithaka mko moyoni mwangu sana, na wapenda na ninawaombea. Neno moja kabla sijawaaga, natamani Waithaka Kristo aliyefika kwenu abaki nanyi siku zote milele. Waliopiga hatua ya kukataa pombe na vitu vyote, songeni mbele. Pamoja na Kristo mtafika mwisho wa safari. Wale ambao bado hawajafanya maamuzi, natamani mfanye maamuzi yao. Nitangaze hapa. Nataka ni-commit ndugu yangu Rundo atabaki. Ngoja kwanza uje hapa. Hii ndio kazi yangu. Nilisema huyu ndio atakuwa mchungaji wa wale wote waliobatizwa Waithaka, na kwamba hata wale ambao hawajabatizwa ila wanataka kupokea mafundisho haya yako hapa kwenye chini ya ghorofa hapa, kuna sehemu wanakutana. Wale waliobatizwa Sabato iliyopita na Sabato hii, waalikeni wenzenu, maana mafundisho haya pengine yanalipiwa. Mnafahamu rehab inalipiwa. Kwa hiyo kanisa linagharibika kumbakisha ndugu Rundu hapa ili wote kahudumiwe. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Waithaka hajawacha peke yenu. Ndugu Rundu atakuwepo, Benjamin Rundu akiwahudumia hapa, na jina la Bwana litakuzwa hapa. Jamani, haleluya. Wangapi wanaombea sana kazi yake iendelee kupata kibali hapa. Kwa wenyeji mtunze, mumlinde, hakikisheni usalama wake, hudhurieni vipindi, na hapa mtabarikiwa sana. Na ndipo tumejibu swali hilo kwamba itakuwaje. Lakini wiki hii naomba nitangaze pia. Pastor, kwanza nimuone yule mwenye haya mabasi. Yuko wapi mwenye mabasi haya? Mwenye mabasi haya. Njoo hapa rafiki. Maana nataka nibariki alafu nipe kazi. Maana nabariki alafu nakupa kazi. Kama kuna mwenye jicho la wivu muangalie, ila kama una jicho la baraka muangalie. Jamani, Bwana asifiwe sana. Maana atabarikiwa sana. My friend atabarikiwa sana. Jamani, haleluya.
wanaosema barikiwe. Sasa kwa sababu anaenda kubarikiwa hizi basi zitaleta basi nyingine nzuri pia. Jamani zitakuja mpya. Sasa mtoya mimi niko kwa ibada hapa. Nataka nifanye kazi nzuri na mimi nipate aweni. Sasa sikia. Kwa sababu ninambariki na nataka nimwombe fupi la imani. Atakuwa akitoa wakati hasa kwa sabato ijayo. Mabasi yake yote mawili yatakuwa hapa asubuhi tangu saa 3 asubuhi. Atawabeba watu wote wanaotaka kwenda satellite SDA kwa makambi. Kama niseme amina. Watu wa Waithaka sema amen. Makambi ni sherehe. Kwa hiyo atawabeba waliobatizwa sabato iliyopita na hii hapa. Lakini wakija wale ambao wanataka kwenda kubatizwa watabebwa tena wakabatizwe kule. Kwa hiyo kama hujabatizwa kazi bado inaendelea. Jamani tuseme kazi bado inaendelea. Mbona mnaongea kichovu na ndio tunaaga wewe. Haya sema kazi bado inaendelea. Kwa hiyo Waithaka bado watu watabatizwa. Jamani Bwana asifiwe. Yaani Bwana asifiwe. Kwa hiyo nimejibu swali na kila mtu na mkapeleka habari hizo. Lakini basi kazi nyingine ikiwa itatokea kwamba kuna kundi kubwa la kwenda makambi katikati ya wiki hii, tutawasiliana naye na ndiposa tuone kama mnaweza kwenda angalau kila siku wanaweza kwenda kwa makambi. Na ninataka nimbariki. Jamani Bwana asifiwe. Tena napiga magoti na mbariki. Maana anaenda kufanya kazi wiki nzima na mbariki. Baba asante kwa ajili ya mtumishi wako huyu. Magari yake aliyatoa kama sadaka. Nami naendelea kubariki kwa jina lako. Na ulisema yeyote atakayebariki atakuwa kichwa na wala sio mkia. Naomba aone baraka usiku na mchana baraka. Magari yake yasipatwe na ajali, yasipatwe na chochote. Faida ionekane, magari mapya yanunuliwe, kampuni yao ifanikiwe. Baba tenda muujiza. Hata wiki atakapofanya kazi ya kuwabeba watu, wakati anafanya kazi zake nyingine, aone baraka katika wiki nzima ya kambi. Baba tende muujiza. Zalisha baraka kubwa. Ponya familia yake. Tenda muujiza hapo na hapo. Bariki madereva zake. Bariki kazi wanayofanya. Tenda muujiza in Jesus name. Amen. Huyo ameshabarikiwa. Kwa hiyo baada ya hapa ni kazi. Jamani Bwana asifiwe. Tumeshamaliza hiyo. Nimeshia pasa. Unajua we must have that power. Na kwa hiyo kazi imeisha. Hapa Waithaka kuna cholala. Na kwa sababu tunawapenda, angalia mabasi yatawabeba kwenye injili. Ni yule tu ambaye hataki ambaye hataokolewa. Wanaotaka kubatizwa wataandikwa kupitia mchungaji Rundu, wakiandaliwa kwa ajili ya ubatizo wa next Sabbath. Jamani Bwana asifiwe. Kazi bado inaendelea. Jamani kazi bado inaendelea. Yes, baada kusema hayo ni washukuru sasa Waithaka ustaarabu wenu mkubwa. Mmetulinda, mmetupenda, mmekuja kwenye mkutano, mmejitoa kwa Yesu. Huyo Yesu atembee nanyi siku zote za maisha yenu. Tunatamani tuwe hapa, ratiba yetu haitoshi, lakini basi Mungu awabariki. Ndugu Robinson, hebu njoo useme kwamba umeo. Sitaki uondoke hujasema hiyo. Sema hiyo maneno sawa kabisa. Bwana asifiwe. Nimeoa barikiwa na mke na mtoto mmoja. Bwana awabariki. Asante. Basi huwa salamu za mpenzi wangu natoaga mwisho. Na kwa kweli mpenzi wangu anawasalimia sana. Anaitwa Santiel ni binti wa pekee sana. Amewaombea sana. Amefast kwa ajili yenu. Ameomba usiku na mchana kama vile anawajua. Amewataja sana kwa Bwana. I love that woman. Anatenda mambo makubwa kwangu. Na niseme Mungu ambariki popote alipo. Basi mimi nitaondoka hapa
perhaps na ndugu zangu hawa wengine, Pastor Abina anaenda umoja kwa makambi makubwa. Ndugu yetu anaenda pia kwa mikutano mingine mingi, lakini ndugu yangu anaenda Ngomongo kwa makambi na makambi mengine huko Mombasa. Nami niombe. Hii ni wiki ya 7, nimekuwa hapa na wiki 2 na wiki 5 nyuma, lakini sasa naondoka. Nitakuwa na makambi makubwa pale Kitengela, nitakuwa na makambi pale Kibera, na nikiwa Kibera baada ya wiki moja ya makambi, ile sabato nyingine nitakuja Waithaka kuwasalimia. Sambona mnipea amina. Nitaacha nitaletwa hapa, maana kila ninapoenda magari yote ya washiriki tuna mamlaka nayo, maana ni kazi ya Bwana. Yataleta hapa, nitawasalimia hapa Waithaka, na siku hiyo mtasanyika tena. Nitafanya sermon hapa. So in the next 2 Sabbath I'll be here. Jamani, Bwana asifiwe. Nitakuwa hapa. Baada ya kusema hivyo, baada ya Kibera nitakuwa pale Tanzania, kule Mbeya kwa mkutano tena. Nitarudi tena mahali yakianza kuwa hapa kwa mkutano hapa Kenya. Nitakuwa na mkutano mwingine Kenya. Nitarudi Tanzania, nitaenda Kongo, nitarudi tena Kenya. Nitakuwa nimemzika Desemba. Mungu azidi kubariki sana. Kwa hiyo mimi ni bulldozer, kazi yangu haikwami, maana nimeomba Bwana pamoja na watumishi wengine. Bwana awabariki. Kabla tuombe, naomba niletee kile kisado pale, kile kindoo. Yuko hapa yule dada. Kuna mgonjwa hapa ambaye ni miongoni mwa wenzetu ambao walifiwa. In fact, I'm sorry. Tuna mtu mwenzetu alifiwa na mtoto na anaitwa Peter Susan. Nafikiri hapa ndio picha iko hapa kwa ndoa haka, na ni mwenzetu hapa amekuwa kwenye mkutano akiwa na mtoto wake. Nafikiri tutafanya kitu kidogo, kwa hiyo jitahidi kuwa na kitu tutaweka hapa, japo ameweka tobo kidogo ni ndogo, lakini tutaweka. Ukiona ni nyingi unatoa hapa weka. Kwa hiyo kila mtu ajiandae, nataka niombe hiyo sadaka ndio ni waombe baraka. Kila mtu ajiandae, weka sadaka yako noni tunapofariji wenzetu, na muitumie kwa faraja. Ikishakuwa kwa faraja ni faraja. Hatuna mchezo katika hilo. Kwa hiyo kila mtu ajiandae na sadaka yake kidogo. Naomba kila mtu ajiandae kwa sadaka yake kidogo, kuanzia kule nyuma mpaka hapa. Kasadaka kidogo, kasadaka kidogo, ili tubariki hawa wapate faraja katika kufiwa na mtoto. Na basi baada ya hapo, ukiwa mnakaa niweke hapa kwaya ya Evans Nyandigisi. Tumefikia mwisho song. Wakiwa na wimbo tunatoa. Baada ya hapo I'll pray. Okay. Najua hapa ni town. Kuna watu wanatembea na hela kwa simu. Na naomba yule peane M-Pesa namba ya kuweza kutoa faraja hiyo. Na hata watu waifaka na kama uko na toa kitu kidogo. Toa kitu kidogo, ni sadaka